ungali pale pale, na nyumba hii haifuki walau moshi, hata kama chakula kwako ni tabu. Yona, mume wangu, moshi utafukaje? Mwenzio nilivyo hivyo, kichwa kimeudara moto siku nzima. Na unajua ni kwa ajili ya maradhi, si uzembe wala raha. Ndipo tufe njaa eh? Sivyo. Ndivyo. Njaa haileti shibe, Sara. Najua, lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote nikiwa mzima wa afya, mbona sikufanya ajizi? Muda wote huu nikipika mimi na kiandaa na kukaribisha ule. Iweje leo hiyo kazi inishinde? Yalaumu maradhi. Basi mbona usimuite bintio akaja akapeleka hospitali? Mwache mtoto apumzike. Hivi atayashika mangapi? Apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Haithro, huko pumzika. Sote tulizatiti tukalea. Pamoja na hizo tabu, ila tulikuwa tunatimiza wajibu. La, kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Na izaapo mazao yake huvunwa. Mtu huitakasa sahani akijua itamfaa tena. Kinacholelewa hakina budi kulea. Sina shaka na kauli hiyo ya hekima. Lakini huo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kiasi chake, amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Nasikia kulipa elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda wanaume wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Si lakini pamoja na moyo huo, mtu ujikuna ajipatapo. Si neno, lakini sharti ujue kwamba fimbo ya mzee huridhi mtoto wa kwanza. Na ni wajibu. Fimbo wanaridhi watoto wa kiume, sio wa kike. Huyu sasa ana kwake na ndoa ina mahitaji yake. Ndoa angeipata wapi kama sio elimu niliyojiima mengi ili aipate? Nikumbukapo malezi, damu ufuka. Ni kanuni kwa kila alielea. Kweli, hapo ulicheza vizuri. Naye anajua na ushukuru. Hata hivyo, aliyefanya hakika yana kifani. Kwani amefanya lipi la ajabu? Kulipia ndugu zake karo, hiyo ni ajabu? Si hoja hiyo. Basi hoja ni ipi? Ugonjwa huu usingenibakisha hata nikaiona leo hii. Ulikuwa umenila kiasi cha kuniacha chicha kavu kwenye mwako wa jua, hadi akaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Leo nisingekuwako. Na najua unamtetea kwa sababu ya hiyo. Si mimi tu. Sote tumefaidi uzazi wetu. Ni kubwa gani alilonifanyia mimi? Yona, umesahau mara? Ukumbuki Neema alituajiria wafanyikazi kutusaidia? Wako wapi wafanyikazi hao? Wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Wa pili tumemwachisha kazi sisi wenyewe kwa sababu hakuwa mwaminifu. Kuna kazi gani nyingi hapa? Hiyo ndio ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni njozi iliyopotea. Nilipokuwa na afya yangu, tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwalea watoto wetu. Kweli, japo mara nyingi haikuwa rahisi, tulijitolea hadi tukashinda. Leo hali ni tofauti. Bila yeye na moyo wake rahimu wa kusaidia, sijui wenzake wangekuwaje. Wasichana wengi wakiolewa wasahau ndugu zao, utupa jongo na mti wake. Sisi tuna bahati ya mtende. Mtoto hutushikilia na kutupiga jeki. Ndio asitutilie pondo hapa tena. Simaanishi hivyo. Nasema tu kwamba mzigo alituondolea ni mzito.
basi inafaa na sisi tumuelewe. Ni wazi kama mchana kwamba kwa vile yanagharamia matibabu yako, haungetaka kusikia jingine. Jamani, mtoto amejaribu. Hivi umesahau kuwa hata wewe anakutumia hela za kununua dawa? Hata sasa umetumia mapeni uliotumiwa kwenda kwa wazee wenzio, ila wasikuone shabiki tu. Shabiki? Ndiyo, la sivyo wangekuwa wameshakubandika jina, wakakupiga vijembe na kusema pasi mwenyewe katambua. Ala, kumbe hivyo ndivyo wanaambia wanao Yapi tena? Eti mimi ni mzigo wananisaidia. Unanichonganisha nao Pana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Lakini ndio tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama hivi, mnatuona sisi kama tambara mbovu. Tambara lisilomjia hata mpiga deki akilini. Unayafanya makubwa bure mwenzangu. Unafahamu vizuri kuwa hiyo sio hulka yangu. Sasa mimi nina haja gani kuvunja mji? Kila tukizungumza linatokea jambo lisilokaa vizuri. Unarudi pale pa watoto wako. Watakuwa wangu mimi tu vipi? Watoto hawa si zawadi ya ushirika wetu? Wangapi wanatamani kuziona angalau sura zao, lakini hawakujaliwa. Umesahau Mara? Yona. Basi nawe usiyafanye marefu kuliko yanavyostahili. Nimesikia. Haya. Lilobaki sasa ni sisi wazazi wake kumpa baraka zetu. Haya, na iwe basi. Nyumba hii leo haifuki. Subiri. Nimempelekea Dina salamu aje atufanyie chochote. Mwenzio nilivyo hivi hata sijifai kitu. Mwili mzima mfano wa bua. Haidhuru. Mtasubiri. Hata kawia. Yeye itika mwito haraka. Unaweza kutizama filamu zote za Setbooks popote ulipo wakati wowote ukitumia simu yako ya rununu. Download Soma Sasa app katika Play Store kwenye simu yako, ubonyeze play na uendelee kutizama filamu zote za Setbooks zikiwemo filamu ya Bembea ya Maisha, filamu ya Nguu za Jadi, filamu ya Mapambazuko ya Machweo, filamu ya The Samaritan, filamu ya Fathers of Nations, filamu ya An Artist of the Floating World, filamu ya Parliament of Owls na filamu ya Silent Song and Other Stories. Unaweza kutizama hizi na filamu zingine nyingi za masomo. Soma Sasa app. Masomo mkononi. Tupigie simu kupitia 0722751375. Tembelea tovuti yetu www.climaxpublishers.org. Soma Sasa app. Revision in your hands. Hivi ndivyo umekula? Nimeshiba mama. Tumbo lenyewe liko wapi la kula sana? Hata mtoto hawezi kugusagusa vile ulivyofanya wewe. Ninakushangaa. Ni kama unakiogopa chakula. Si hivyo mama. Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea. Ardhi hiyo ya kulimwa na kuzalisha chakula iko wapi? Hata ingekuwepo, mvua imeshafanya ugeni. Imeadimika afadhali wali wa daku. Sasa ni wakati wa kujifunga masombo mama. Masombo hufungwa kama walau mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyopo, hatujafikia pa kukosa mlo wa kimsingi. Ndiyo, hatumudu viliwa vya samli. Lakini hatuwezi kuishi kana kwamba tumezongwa na njaa. Tazama ulivyokonda. Ni kama unaishindana na ng'onda. Hii nafasi ya ng'onda waitaka kwa nini? Sivyo unavyochukulia mama. Ni vipi basi? Niambie. Dunia sasa haithamini kimo. Inathamini akili. Haitaki kututumua misuli. Inataka tambo la fikra. Haya basi. Muone Neema, binti ya Yona.
Si kefefe tu, lakini chuma cha reli. Yule tangu akiwa kiduchu amekuwa na kimo kama sindano ya nguo, vile vile mwenye akili kama ncha ya sindano. Mimi mara ya mwisho kumuona alikuwa vile vile, lakini akikutazama unahisi anakusoma fikra zako. Yona. Yona naye anaingilia wapi? Njia sawa na moyo wa mwanadamu. Wanavyosema njia haimwagulii msafiri. Mama, siku zote maisha sawa na safari ni fumbo. Nikwambie mwanangu, Sara ametiwa sana vinywani mwa watu, ametafunwa kama chingamu, lakini naye hakuwa chingamu ya kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kumwandama, imemgeuza ngoma. Nilimwona akitoka kliniki. Mnyonge kweli, japo mwanamke jasiri. Maisha ya kijijini yamemsukasuka mpaka kakakamaa. Hata huo upepo wa ugonjwa hauwezi moyo wake. Hili sasa dogo. Ana nini naye? Na amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri, wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Walishasema baada ya dhiki faraja. Yaani faraja ndio zao la dhiki. Hii leo kikapu cha mama kimejaa ndago. Kwa hivyo ameyapitia mengi, tena mazito. Pamoja na tabasamu zake. Ninajua amepitia mitihani kama familia yote ile. Ila kila wakati nikikutana naye amejaa tabasamu, hata hivi akiwa mgonjwa. Huyo ndiye Sara, mmoja katika watu waungwana dunia hii. Sikujua alikuwa na lolote kubwa lililomkaa moyoni. Nikwambie nini mwanangu? Sara ameitwa tasa. Wakati mwingine yeye na mumewe wameitwa wagumba. Japo shoka la ugumba lilimwangukia yeye zaidi kuliko mwenziwe. Lakini mama, si wana watoto? Au ndio hiyo unasema hawa watoto si damu yao hiyo? Lakini wameiona baada ya wahodari wa kusema kuwabandika hili na lile. Vipi hivyo? Mwanangu, wamesemwa mengi siku nyingi kama ilivyo ada ya jamii nyingi za Kiafrika. Yaani asijua safari ya Sara na Yona akielezwa uona kama filamu. Kwa ufupi, Yona alifunga uchumba na Sara, hatimaye wakaoana na kuishi vizuri. Ila milango ya baraka ya watoto ikakawia kufunguka. Tulivyo Afrika, ikawa kuna wale walilolijua tatizo kuliko wenye tatizo. Kazi ikawa ni kuwasema. Wakalaumiwa na kusutwa. Wengine wakanong'ona na kusema faraghani. Haikuwa rahisi kwao. Lakini hatimaye Mungu akaridhia. Kwa wakati wake aliouona bora. Hivyo vilaika vyao vikajaliwa kuwa watu wazima. Na kama kuvifidia vikapewa fikra pevu na bongo za swamu. Kweli, mwanadamu ulitaka lake hima. Ndio maana ni mwana, yani mtoto. Hana la kumshibisha wala kumtuliza. Ni kama msafiri katika jangwa. Ala, kama mtoto vile? Mwanangu, binadamu ni mchoyo kwa lake, lakini mkarimu ajabu kwa la mwenziwe. Atakukirimu kwa la mwenziwe na kukupa nyongeza usiyohitaji, lakini lake atalizika katika giza la kina cha moyo wake. Na ndio hulka yake hiyo mwana wa Adamu. Kwa hivyo waliwasema sana. Kusema nako walisemwa. Lakini nilivyosema, Mungu hamwachi mja wake. Alijibu sala zao kwa wakati aliouona bora. Wajuaji wakabaki vinywa wazi. Hata afadhali hiyo wazi
walivifumba haswa, na ndio sababu hukulisikia hili mpaka hivi niliponitoka kinywani. Unaweza kutizama filamu zote za Setbooks popote ulipo wakati wowote ukitumia simu yako ya rununu. Download Soma Sasa app katika Play Store kwenye simu yako, ubonyeze play na uendelee kutizama filamu zote za Setbooks zikiwemo filamu ya Bembea ya Maisha, filamu ya Nguu za Jadi, filamu ya Mapambazuko ya Machweo, filamu ya The Samaritan, filamu ya Fathers of Nations, filamu ya An Artist of the Floating World, filamu ya Parliament of Owls na filamu ya Silent Song and Other Stories. Unaweza kutizama hizi na filamu zingine nyingi za masomo. Soma Sasa app. Masomo mkononi. Tupigie simu kupitia 0722751375. Tembelea tovuti yetu www.climaxpublishers.org. Soma Sasa app. Revision in your hands.